Naam. Tumsifu Yesu Kristo, wana Misoso TV. Kama tulivyoweza kukwambia, leo Parokia Mtakatifu Clara imeweza kupata ugeni wa vijana kutoka Parokia ya Mtakatifu Padre Pio Twangoma. Na hapa tupo katika ziara fupi ama tunasema hija fupi ambayo wataweza kuzunguka maeneo ya parokia. Vijana Mtakatifu Clara ambao ni wenyeji wataweza kuwatembeza wageni ambao ni vijana wa Mtakatifu Padre Pio katika eneo letu lote la kanisa, kuweza kuona viwanja, kuweza kuona maeneo ya grotto, sehemu tunapoabudia, vyama vya kitume, pia eneo la charismatic, eneo la Water Square, lakini pia sehemu ya mbalimbali ambazo zinafanyika ibada. Hivyo kwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Twende tuungane moja kwa moja na kundi la kwanza ambalo linaenda katika matembezi hayo, ambapo wanafika katika eneo la charismatic wanapoabudia, lakini pia ukumbi ambao unafanyika mikutano mbalimbali. Kwa nasi mwanzo mpaka mwisho, usikose. Kama unavyoona, hawa ni baadhi ya vijana ambao pia ni wenyeji kutoka vijana wa Mtakatifu Clara Mongala-Ndege, na huyu ni mwenyekiti msaidizi Yohana Swakia akiwa na baadhi ya vijana wakiendelea kupeana taratibu mbalimbali za vitu vinavyofanyika ndani ya parokia yetu. Tuendelee kuendelea kuona pia vijana wengine ambalo tumeweza kuungana nalo, ambapo basi mwongozi wao ni Tony ambaye ndo mwenyeji wao, akiwa anaongoza kundi ambalo limejumuika vijana wa kutoka Mtakatifu Padre Pio, lakini pia na wenyeji wa Mtakatifu Clara. Tusikie machache kutoka kwa mwongoza kundi hili. Ndugu yangu hapa nafikia anajibu kwa sababu mwenyewe nilikuja na miaka, lakini historia ya ndani kuhusiana na parokia imeanza mwaka gani na kwa ni changamoto kujibu kutokana na nini kuanzia hapa. Labda sijui nimuombe ndugu yangu sijui. Karibu nataka na majibu rasmi au labda yale ambayo Mapendo. Samani sijaelewa mlikuwa mnauliza swali gani? Samani, lakini kwa wageni. Parokia ilizinduliwa mwaka 2011 mwezi wa 11 na askofu mkuu mstaafu Kardinali Pengo ndio alikuja kuzitoa kanisa. Umeona wenyeji hao. Wakati tunapoendelea nafikiri kila mmoja na swali lake. Hii mlezi, unalo swali lako? Karibuni jamani, karibuni. Haya, tunawakimbia. Tuende kwenye kundi lingine. Kundi la pili tumeweza kulifikia, ambaye mwongozaji yupo Yohana Kusiga, naye anaweza kulielezea kundi hili juu ya mazingira ambayo yapo katika parokia yetu hii. Turudi hivi. Sasa mimi niongee nini? Mbona mnataka kunichanganya? Mimi niko historia nishamaliza, tunarudi hivi ndani. Maswali, sauti ya kuulizeni maswali. Twende na uwanjani. Nataka tuzunguke eneo la nje. Mimi nazungumza, mimi nauliza wageni, mimi siulizi. Sio mbali, ni kufuata tu ukuta, ukiumaliza unapaona tayari. Basi ngoja tumalize afu tukija tunaingilia ndani kule kule. Hapa tulipo tunamalizia eneo la ndani, eneo la pili la upande wa kanisa, ambao eneo la ndani tumetoka kule, ili ni eneo la nje ambao tumelinunua hivi karibuni. Sasa tunatoka kwenda na barabara nje kuona viwanja vya nje vya kanisa vingine ambavyo vinaendelea pia na ujenzi wa ukuta. Asante. Kundi hili lingine ambalo linaongozwa na Tony limeweza kufika eneo la grotto baada ya kutoka katika eneo la viwanja ambavyo vimeweza kununuliwa hivi karibuni. Tusikie machache juu ya kielezea grotto hili la Bikira Maria. Unaelewa matumizi ya grotto? Au kwa yoyote labda anaelewa matumizi ya grotto atufafanulie. Lakini inawezekana anaweza kuelezea lakini sijui ufafanuzi wake zaidi. Nani? Okay, kwa ufupi ni kwamba grotto tunakuja kusali. Tunasali kwa ajili ya Mama Bikira Maria. Umeona kama pale ilivyoandikwa, mimi ni mkingi wa dhambi ya asili, kwa hiyo yeye ni kama msaidizi wetu katika mambo mbalimbali. Na kama mnavyoona pale alikuja sister kutuelezea kuhusiana na sala mbalimbali. Wale wote wanawakilisha Mama Bikira Maria. Kwa hiyo hadi tunasali
ili kumuomba mama Bikira Maria. Kwa hiyo ni sehemu yetu ya pili. Kama kuna swali kwa yoyote anataka kuuliza labda kwa wageni. Hiyo nishapiga tayari. Goto wetu lizinuliwa na Stefano Musomba na ni msaidizi, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tarehe kama ile pale inavyoonyesha, tarehe 25 mwezi wa 12 2022. Kabla kwa goto ile tulikuwa tunasali wapi? Kabla kwa goto ile tulikuwa tunasali wapi? Ukweli ni kwamba tulikuwa hatuna goto. Kwa hiyo tulikuwa tunasali tu kama kawaida, lakini matumizi ya goto yalikuja baada ya kuona parokia kama hii kubwa na isiwe na goto. Kwa hiyo tukaona tu parokia kama parokia ikaona bora tuwe na goto kwa sababu parokia ni kubwa, haiwezi kaja askofu akaja nani alafu tuna sehemu kubwa alafu tukakosa kuwa na goto. Yeah. Okay. Karibu. Namba nijibu swali lake huyu. Mara kwanza kabla ilikuwa na ile goto tulikuwa tunasali Kinyerezi. Kwa hiyo hapa ni dekania moja hapo ya Segerea na Mongola Ndege, Kinyerezi, Segerea, Kifuru na wapi huku maeneo ya Kinyerezi mbele huko kama unaenda Mbezi. Yeah. Lakini baada ya kujenga ile kanisa ndio goto ilijengwa, ndio tumetenganishwa kati ya Kinyerezi na Mongola Ndege. Lakini mara kwanza tulikuwa tunashirikiana na Mongola Ndege na Kinyerezi pia. Yeah. Kuna yote mwenye swali lingine? Okay, asante. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana bado tunaendelea na ziara yetu hii, na hapa tupo kwenye kundi la 3 ambalo linaongozwa na dada yetu, dada Laura, na kundi hili limechanganyika vijana wa Mtakatifu Clara wa Asizi Mongola Ndege, hali kadhalika na vijana kutoka parokia Twangoma Mtakatifu Padre Pio. Tusikie nao machache juu ya kuelezea maeneo ya parokia yetu na chochote kinachoendelea. Basi namna yake ukuaji ataitatua, lakini pia kama unavyoona mti ni mdogo tofauti na miti mingine, kwa hiyo manake sio muda mrefu sana, manake hata kama kwenye familia kuna uzao, manake kwenye matunda hujaanza bado wako darasani. Yani useme kwamba eti ameshamaliza chuo, iza mtu achague wito mtakatifu wa ndoa au daraja takatifu, bado hajafikia huko. Mti una miaka haifiki hata 7. Kwa bado ni mti mdogo kabisa, mchanga. Kwa hiyo kama matatizo ya familia haya ndoa naamini hapo haiwezi kukosekana. Zidi kuwaombea kwa wastawi. Lakini pia kama wakija kama wana kumbukumbu nzuri, kila wakitembelea wakiona mti huu naamini watakuwa wanakumbuka mwanzo walipanda hauna majani, sasa hivi wamepanda una majani, maana yake wanahitaji kuwa maisha mazuri na maisha ya ndoa. Sisi pia tunaenda huko, tunapaswa tuishi hivyo kwamba tukioa kama tuna makando tuyaache, tunyoke ili tusiwakele wakina mama, lakini pia wakina mama wasitukere wakina baba. Maana ndoa yetu ni moja, haturuhusiwi kuacha au kuachwa. Kwa hiyo wewe ni wa mke mmoja na mume mmoja, wawili tu. Baba Mtakatifu amekazia ndoa ni ya mtu mume na mtu mke. Mapendo sana. Na ile pale geti letu dogo ambalo watu wanaotokea maeneo ya huko sasa. Kwa hiyo maana wanapiaga geti kubwa wanaotokea maeneo ya huko na wenye magari wanapiaga kule kwa geti wanaokaa huko juu wanapiaga kuepusha kuzunguka macho kila anakaa kuzungushi tunaweza tukaendelea. Amani na salama. Hapa tulipo mbele yetu tunaziona ofisi mbalimbali za parokia Mtakatifu Clara Mongola Ndege. Hii ofisi ya kwanza tunayoiona ni ofisi ya paroko. Kwa hiyo kama una uhitaji wowote wa kuonana na paroko, vijana kama unataka kuoa parokia Mtakatifu Clara Mongola Ndege, kuoa, unakaribishwa ofisi hapa.
Pia wanapokea wanaohitaji upadri, masista pia ofisi yao hii hapa. Wale wanaotaka kujiunga na shirika la Moyo Safi wa Yesu na Maria. Tunaendelea mbele, kuna ofisi ya katekista. Bahati nzuri katekista wetu yule pale amekaa pale. Katekista, wasalimie vijana. Amana salama. Amana salama. Karibu wanatua ngoma. Nashukuru sana. Mimi na swali. Ila usishie huko. Wa pembeni yake ni mlei na ni kiongozi wa UWAKA kama sijakosea, ndugu Safari. Naomba wasalimie vijana watu wa ngoma. Wa pembeni yake jina kidogo nimelisahau. Mzee Tambatamba tena namba. Naomba wasalimie watu wa ngoma. Asante. Pia ofisi inayofuatia pale ni ofisi ya walei. Katika ile ofisi ya walei pia kuna ni first aid, yani huduma ya kwanza pia inapatikana katika chumba kile. Unajua lolote linaweza likatokea, maana ni eneo la watu wengi. Kwa hiyo kama mtu amezidiwa, amepata ugonjwa kidogo, analetwa hapa kwa ajili ya huduma ya kwanza. Sawa? Tumeelewana? Hapo mbele yetu tunaona matangazo ya parokia. Huo ni ubao wetu wa matangazo. Matangazo yanapotangazwa kanisani, unakuta baadhi ya watu hawajasikia, wengine wanataka kusikia. Kwa hiyo uoga mara nyingi sana anapenda kuelekeza ubao wa matangazo, unaweza ukajisomea. Ofisi inayofuata ni ofisi imeandikwa ukumbi wa parokia, lakini ndani ya ukumbi wa parokia kuna ofisi nyingine pembeni yake kwa ajili ya ofisi ya vijana. Vijana wa parokia Mtakatifu Clara, ofisi yao ipo kwa upande wa kushoto hivi, ila hapa kwingine ni kama ukumbi wa parokia kwa ajili ya mahesabu mengine, sadaka, zaka, yani mahesabu yote waga yanafanyikiwa hapo siku ya Jumapili. Mwenye swali? Hamna swali? Karibuni, twendeni kuona mazingira. Endelea kuongea kama unataka tu. Ni nyumba ya parokia, nini ya paroko. Kama tulivyotoka hapo nyumba ya parokia na nijue. Tulipotoka nyumba ya parokia mapadri. Kwa tunapoelekea nenda kuonesha eneo jingine ya ofisi ya halmashauri ya walei parokia. Kama wengi walikuwa wajui, wengine mnaiona lakini hamuifahamu, lakini ndipo ambapo tunaelekea. Lakini tuliposimama hapa, watumishi wa kanisani wanaelewa kuna sehemu inaitwa Sekastia. Ndio sehemu hapo waga inatumika sana kwa ndugu zetu kubadilishana mambo fulani na kuweka vitu fulani hadi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ibada. Yes. Nafikiri tuendelee mbele, twende tukajulishana mambo mengine. Na swali kwanza. Ndio. Umetuelekeza eneo kubwa sana. Ndio. La parokia hii ya Mtakatifu Clara. Ndio. Lakini swali langu lilikuwa nasema kwamba nyie mkiwa kama viwao wa parokia hii, mnalitumiaje eneo hili tofauti tu na kusali? Ni matumizi gani mnalitumia eneo hili? Maana umetuelekeza eneo kubwa sana. Okay. Asante kwa swali nzuri. Nafikiri hilo swali limekaa kiuongozi zaidi. Nafikiri labda nitalijibu lakini sitajibu kwa usahihi. Eneo kubwa haimaanishi ndio matumizi yamefanyaje? Yameisha. Kama tulivyoona leo mwenyekiti wa parokia alivyokuja kusema kwamba kuna michango inaendelea. Kuna upanuzi wa parokia kama unavyoona kanisa letu, lakini kuna mambo mengi kule. Niwaambia kuna frames zitafunguliwa. Kwa kadri siku zinavyoendelea ndio wao wenyewe wanaona wafanyije. Sisi bado ndivyo hawa tutajua maelekezo, wao wenyewe na mipango yao na parokia kama viongozi. Yes, hiyo ndio nimekujibu vizuri. Naam, kwa kuweza kuongezea majibu kwenye swali ambalo umeuliza, kama vijana eneo kubwa huwa tunalitumia sasa kwenye kukaa mikutano yetu, ambapo pia kuna moja ya kumbi ya Mtakatifu Francisco huwa tunatumia kwa ajili ya mikutano yetu ya vijana, lakini pale kwenye ule kumbi ambao tumeketi leo tunasema chini ya mwembe, ambapo ndipo uasisi wa kanisa lilipoanzia. Mwanzo tunasema tulikuwa tunakaa kwenye magogo. Kwa hiyo pale ndipo pia huwa sehemu tunafanya vikao mbalimbali kama vya vijana.
ila kwa juu yake pale baba paroko ameweza kututengenezea uwanja wa volleyball, kwa sababu pia naye ni mmoja wa mpenzi wa michezo ya volleyball, kwa ameweza kutengeneza pale uwanja. Ukitoka hapo kwa huku nje kuna viwanja vya michezo, kuna uwanja wa netball, lakini pia kuna uwanja wa mpira wa miguu, lakini pia huwa yakifanyika mabonanza mbalimbali huwa pia kama vijana tunatumia. Tuna desturi ya kuwa na ligi ya Mtakatifu Clara ambayo hiyo mara nyingi inaanza mwezi wa 4 na kutamatishwa mwezi wa 8, ambapo kipindi cha kuadhimisha sherehe ya somo la Mtakatifu Clara. Kwa huwa zinagawanywa timu kulingana na kanda zilizopo, zinagawanywa, inapatikanika timu mbalimbali ambazo zinashindana na mwisho wa siku tunakuwa na kombe. Kwa maeneo mengi kama hayo vijana tunayatumia, lakini pia vijana tunawajibika kuyalinda, kuyatunza na kuyaenzi maeneo hayo na kuyasimamia kama alivyosema baba padri hapa. Kwanza kwa kushiriki katika usafi, maana pia kunakuwa na zamu za jumuiya huwa wanafanya usafi, pia kunakuwa na mwitikio vijana kuja kufanya usafi, lakini pia huwa tunaandaaga kipindi maalum vijana kuja kufanya usafi maeneo yetu ya parokia, lakini pia huwa tunaunganisha, maana tunasema ukiacha masuala ya kanisa ila pia hata masuala ya kijamii, huwa parokia eneo lake limeunganishwa na makazi ya watu. Kuna sehemu nyingine kuna mabonde, yani kwamba inahitaji kivuko watu kuweza kuvuka, nikisema ni kuna mito. Kwa huwa pia kama Viwawa tunatengeneza madaraja kwa lengo la kuwasaidia wananchi wanaozunguka eneo la parokia yetu kupata njia ama kuunganisha mawasiliano baina ya eneo moja na eneo nyingine. Natumai nimejibu vyema. Karibu. Kwa umeelezea kwamba nje na eneo hili kuna viwanja basketball, volleyball na netball, ndio? Sasa mimi ningependa kuuliza kwamba kwa huo muda ambao hii parokia imezinduliwa, tuseme ni nje na kanda za hapa parokiani, ni parokia ipi ambayo ishawahi kushiriki au kushiriki nanyi kwenye mashindano ambayo waga yanaanza mwezi wa 4 na yanatamatika mwezi wa 8? Kwa kurejea jibu ambalo nimetoa mwanzo, tumesema ligi hiyo huwa inafanyika ni kanda tu, yani zile jumuiya kutoka jumuiya nafuata kanda. Kwa hiyo zile kanda ambazo zipo ndani ya parokia pekee ndio huwa zinashiriki, ndio maana tunaita ligi ya Mtakatifu Clara. Lakini pia huwa kuna kuaga na tunasema mabonanza ama michezo mbalimbali. Mfano kwa mwaka uliopita tuliweza kupata michezo mbalimbali kutoka parokia ya Kinyerezi, parokia ya Segerea, parokia ya Kristo Mfalme Tabata, parokia ya Kipawa na Stakishari, ambazo pia tunasema ndo kama majirani zetu wa hapa, mara nyingi wao wamekuja na kuweza kushiriki nasi katika michezo hiyo. Na pia kwa kuongezea, tuna desturi nzuri kwamba kwa mwaka uliopita kwa ligi ya mpira kwa upande wa timu ya mpira wa miguu kwa wanaume, michezo yote ambayo wamekuja nyumbani hakuna ilitoka salama. Kwa hiyo msiofie kwamba pia tunatoa kama tahadhari kwa upande ambao mmekuja, na leo pia mjipange. Kwa hiyo tunasema hapa ni uwanja wa nyumbani. Kama Simba wanavyotamba na uwanja wao wa taifa, basi na sisi tunatamba na uwanja wetu, lakini pia huwa tunatoka kwenda maeneo mengine. Asante. Mapendo, mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Misoso TV ndani ya parokia yetu, tumeshaweza kuona kundi la kwanza ambao lilikuwa linaongozwa na Yohana Kusiga limeshaweza kumalizika na wamekuja kwenye ukumbi. Hebu tuweze kwenda kusikia mawili matatu kutoka kwake baada ya kuongoza kundi hili. Kaka Yohana, Mapendo daima ulikuwa mwongozaji wa kundi hili la kwanza na tayari mmeshaweza kumaliza ziara yenu ama tunasema hija yenu fupi ambayo mmefanya ndani ya parokia. Unaongeleaje kitu hiki ama experience yako ni ipi juu ya kufanya jambo hili? Experience ni nzuri, na vijana nimeona wana maswali mengi kuhusu, hata wengine walikuwa wenyeji lakini hawajui historia ya kanisa lao. Yaani hawajui kwa nini maeneo yamegawanywa. Tukiangalia eneo letu la kanisa, maeneo ya ukuta mengi yamekatwakatwa, kama tuna eneo la ukuta wa kwanza huko, tuna eneo la ukuta wa pili, tuna eneo la ukuta wa tatu. Kwa hiyo kwa mimi, kwa sababu ni mzawa na wa zamani, nimejaribu kuelekeza kwamba kanisa letu tumenunua maeneo kwa mida tofauti, kwa awamu tofauti. Tukiangalia tulinunua kwa awamu ya kwanza, awamu ya pili tulinunua kule upande wa mapadri kujenga nyumba ya mapadri, awamu ya tatu ndio tukanunua eneo la huko ambalo na lenyewe bado linaendelea na ujenzi wa ukuta hujamaliza kufunga, na awamu ya 4 tukanunua ile eneo lenye uwanja wa kanisa. Kwa experience ni nzuri, kuna watu kwamba kwa watu wajue eneo la kanisa na mazingira yanayowazunguka. Uresi ni kitu gani hasa kikubwa wamejifunza wageni wetu kulingana na mazingira eneo letu lilivyo? Experience niliyopata na kitu nilichojifunza kikubwa ni kwamba wenyewe wanasema kwa eneo lao la kule ni dogo. Na hisi na kwa maeneo yao mengine labda kwa sababu hawajabahatika labda kununua maeneo mengine
endelevu. Kwa hiyo wamejifunza kwamba kumbe kunaweza kuna mpango kazi, mnaweza mkalinua eneo lakini bado hata mja plan mtafanya nini. Ndio kama sisi tulinua eneo lile muda mrefu na halijafanywa kitu chochote. Kwa plani za mbele tunaweza tukafanya maendeleo mengine makubwa kwa sababu eneo tunalo. Sasa na kwa kuwa na utajiri huo wa maeneo na wewe pia ukiwa kama ni mwenyeji na unafahamu maeneo hayo, nyewe kama vijana huwa mnatoa mchango gani juu ya plani ama matumizi ya ardhi katika parokia yenu? Mawazo na plani nyingi zipo, kama ukiangalia kwa viongozi na baadhi ya watu ambao wametuuliza, plani zipo kama kufungua hayo maduka au kama hizo kumbi ambazo zinaweza zika accommodate watu kwenye sehemu za mashughuli kwa mfano, au maendeleo mengine yote ambayo wanaweza kuleta kipato. Kama ile eneo la uwanja wa mpira hivyo kwa kulifanya liwe endelevu, tunaweza tukatengeneza kiwanja ambacho ni kile ambacho kitakaa kwenye standard fulani ambayo kinaweza kikavutia watu wengine wakaja. Kwa hiyo hivyo maeneo kwa sababu tunayo, bado tuna uwanda mkubwa wa kuplani na vijana huwa tunaulizwa kwamba tufanye nini. Kama sisi vijana sasa hivi tuna plani nyingi, labda kufungua vitu ambavyo vinaweza kufanyisha maendeleo. Ndio nimezungumzia mfano maduka na nini, ambayo kwenye eneo la kanisa kuuza vitu ambavyo vinahusiana na imani yetu, hivyo sakramenti na nini. Yeah. Nikushukuru sana kwa ushirikiano wako na tunakukaribisha kuendelea kufurahia tafrija yetu fupi. Asante sana. Au labda neno la mwisho nataka kuambia nini vijana, wenyeji na wageni wote kwa pamoja? Okay, kwa wenyeji tuzidi kujumuika wote, yani tuwe wamoja kwenye matukio yanayotuhusu kama Viwawa. Pia kujaribu kuzitumia hizi nafasi tunazopewa. Yani kama hivi tumekuja tukutana na wageni na nini, ni vizuri kujumuika nao ili kujua changamoto mpya au kupata vitu vipya. Yani kila siku ukikaa na watu wale wapya, mimi nikikaa na wewe kila siku hatuwezi kuongea kitu kipya. Ila ukikaa na wageni wanakupa kitu kingine ambacho wewe ulikuwa hujui au ukifahamu. Na kila siku huwa tunajifunza. Asante sana. Asante. Mapendo, kama tulivyoweza kutoka kuongea na muongoza kundi hili la kwanza, Yohana ameweza kutuelezea namna alivyotoa ushiriki wake katika kuelezea vijana baadhi ya maeneo na mazingira ya parokia yetu. Basi hapa tumeweza kukutana na kundi hili na tutaweza kuzungumza na baadhi ya vijana waweze kutuelezea juu ya hatua hii ambayo wameifanya. Hapa tunao vijana wenyeji lakini pia na wageni, lakini pia na wengi wao wapo wengine ni chama cha Vifra, ukiacha hiki chama cha Urika Viwawa. Wataweza kutuelezea juu ya uchache wao ambacho wameweza kujifunza. Mapendo? Naam, karibuni sana parokia ya Mtakatifu Clara Mongolandege. Na tumeweza kuona kundi lenu la kwanza mmeweza kufanya ziara ya kuweza kuzunguka baadhi ya maeneo. Tukianza na kwa nyewe wageni. Je, ni kitu gani umejifunza juu ya elimu hii ya mazingira katika eneo letu la Mtakatifu Clara? Nafurahia mazingira alivyo kwa mlo kutembeza. Ni kitu gani ukiacha kufurahia, kipi ambacho umejifunza ama kipi cha utofauti ambacho umekiona kutoka parokia ya Mtakatifu Padre Pio na Mtakatifu Clara Mongolandege? Kuna utofauti kati ya Mtakatifu Pio na Mtakatifu. Utofauti wake ni nini labda? Kwenye mazingira. Labda ni kitu gani kipi ambacho umekiona kwako? Upana maeneo basi hicho. Kingine zaidi ya hapo labda ambacho Baba mwenzangu hapa anisaidie, labda kuna kingine inazidi. Labda kwa upande wako kijana pia ambaye umeweza kushiriki tour hii. Karibu sana. Asante. Labda tuweze kuambia pia experience yako kwa upande wako, ni kipi ambacho umekiona ama umejifunza juu ya ziara hii ambayo umeifanya? Nimejifunza kuna maeneo ya historia mazuri tofauti na makanisa mengine. Acha pili, kuna eneo kubwa na utulivu, ndilo tu basi. Mwenyeji wetu, maana umewapokea wageni hawa katika tour hii, mchango wako mkubwa ambao umeufanya juu ya kuwaelezea na kuwapokea wageni ni kipi hasa katika ziara hii ya eneo? Tumeelekeza kuhusu mazingira. Unahisi ni kitu gani hasa unajivunia kwenye parokia yako kulingana na eneo lililopo la parokia yetu? Parokia yetu najivunia kuhusu upana wa parokia yetu. Tuna viwanja vingi, pia kiwanja cha mpira na pia kiwanja cha netball. Najivunia hiko, pia najivunia
grotto la Mama Bikira Maria wakati tunazungusha. Wengine walisema hawana grotto parokiani kwao. Wanashukuru sana. Kumalizia watu wako wana ukarimu sana, hilo tu basi. Karibuni sana. Asante. Naam, nyie ni chama cha VIFRA na ni wenyeji wa eneo lenu hili. Mmeweza kufanya ziara ya kuzunguka kuona maeneo mbalimbali. Je, mmeweza kuonesha eneo lenu la VIFRA ambao mnakuwa mnakutania na kufanya ibada? Kikubwa tumezunguka eneo lote, pia tumeenda kuonesha tunakutania wapi. Tumewakaribisha pia. Na uzuri nao pia ni parokia yao ipo chini ya mtakatifu ambaye amemfuata Mtakatifu Francisco. Kwa hiyo na yeye tumewakaribisha. Unahisi ni kitu gani hasa wamejifunza vijana wa Mtakatifu Padre Pio ndani ya eneo letu la mazingira Mtakatifu Clara? Mimi ninachofikiria walichojifunza ni vingi, kama alichoongea ndugu hapa. Wamejifunza ukarimu, pia wamejifunza maisha ambayo sisi kama wana Mtakatifu Clara wa Assisi jinsi tulikuwa tunaishi. Sisi wanaparokia tuna vitu tulivyokuwa navyo na tunavyoishi ni na vile ambavyo vilikuwa vinavyomhusu mtakatifu wetu. Kwa hiyo wao pia na hisi wameweza kujifunza au wameweza kuchukua kitu iko kutoka kwetu. Labda kipi cha ambacho unawaasa ama kuwaambia pia kwa upande wa utunzaji wa mazingira na umuhimu wa mazingira? Mimi nachowahasa katika utunzaji wa mazingira, tutunze mazingira kwa sababu kama Mtakatifu Francisco alikuwa ni role model wa mazingira na alikuwa na heshima ya kuyatunza, kwa sababu vyote mazingira na vyote ambavyo vipo kwenye hii dunia vimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapaswa tuviheshimu na kuvitunza na kuvijali, kwa sababu bila mazingira hatuwezi kuwa na uhai ambao ni mzuri. Asante sana. Asante sana. Na bado tunaendelea kuzungumza na baadhi ya vijana mbalimbali ambao wameweza kufanya ziara hii, na hapa tunaye kijana mwingine. Mapendo Daima. Unaweza kujitambulisha kwa majina yako na unaweza kutuambia ni experience gani ambayo umeipata juu ya ziara hii ya kuzunguka eneo la parokia Mtakatifu Clara? Okay, kwa majina naitwa Julius Matiku. Ni kijana wa parokia hii ya Mongolandege. Nimejifunza vitu vingi kwa sababu mimi nilikuwa ni mgeni hapa. Kwa hiyo nimejifunza, nimejua eneo la parokia na mipaka yake. Nimegundua pia tuna uwanja, maana yake nilikuwa sijui kama tuna uwanja wa mpira mkubwa na tuna eneo kubwa sana. Na yote kwa yote nimejifunza pia ukarimu na umoja ambao wanaparokia wa Mongolandege wanao. Asante sana. Naam, shukrani sana. Karibu kuenjoy tafrija. Asante. Hili ni kundi la pili na lenyewe limeshaweza kurejea baada ya kumaliza kufanya ziara, na tunataka kuweza kupata machache kutoka kwao. Na hili kundi la pili limejawa na maplayer. Usione sura zimekuwa kauzu hivi, wana hasira baada ya kuweza kupewa hints fupi kwamba parokia hii ina rekodi ya kutokufungwa mwaka mzima. Kwa hiyo wamepata kidogo hasira za kusema kwamba wanataka kuvunja rekodi hiyo. Tusikie kwa uchache juu ya kile walichojifunza kutokana na mazingira haya. Mapendo Daima. Naona mmeshatoka baada ya kufanya matembezi ama kuzunguka kwenye ziara hii fupi. Umejifunza kitu gani kulingana na mazingira na maeneo ya parokia hii? Tumejifunza kuhusiana na historia ya kanisa kwamba limeanza mwaka 2011, kabla hapo ilikuwa Kigango. Pia tukapata kuonyeshwa maeneo ya kanisa, sehemu wanayoishi mapadri na masista. Pia tukaonyeshwa eneo la nyongeza liloongezwa baada, yani mwanzoni ilikuwa mwisho uwazi ulikuwa mdogo, baadaye kukaongezwa na tukaambiwa kwamba wana mipango ya kujenga kama frame za biashara ili kuendeleza kanisa. Unahisi labda kulingana na elimu ya mazingira na hivi vitu ambavyo tunaweza kujionea katika eneo letu hili, kutokana na tunasema kwa upande wa elimu ya mazingira na ile eneo jinsi lilivyo, unahisi ni kitu gani hasa umejifunza zaidi? Kuhusiana na elimu ya mazingira, mimi nilichojifunza ni kwamba mko vizuri, mmejitahidi kwenye kulinda, wanasema nini, atmosphere, ni hali ya mazingira kwa ujumla, kwa sababu tumekuta mazingira ni mazuri, kuna miti imepandwa, kuna vivuli, kwa kuna upepo. Kwa hiyo kwa ujumla mazingira na hali ya hewa iko vizuri, japokuwa ni Dar es Salaam tunajua ni joto kali, lakini kwa jinsi tulivyotembea na sehemu tulizopo hauhisi hata joto, ni upepo tu.
Unahisi kipi cha kuchukua na kukipeleka kwenye parokia Mtakatifu Padre Pio? Kwa mimi ninavyoona sana sana ni yani organization, yani kwa jinsi eneo lilivyopangiliwa vizuri na ukubwa wake na jinsi linavyotendewa kazi vizuri na linavyotunzwa. Nashukuru sana na asante, endelea kujumuika kwenye tafrija yetu hii. Naam, hapa pia tumekutana na kundi lingine ambalo tayari limeshakamilisha kufanya ziara yake, na moja kwa moja tunaye mwenyekiti msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Padre Pio kwa upande wa vijana. Nao pia tunataka tusikie machache kutoka kwao, wame experience kitu gani ama kipi cha tofauti ambacho walikipata kwenye parokia yetu hii. Vijana mapendo, amani na salama. Amani na salama. Nimeona mmerejea baada ya kufanya ziara fupi katika maeneo ya haya ya parokia ya Mtakatifu Clara Mongolandege. Tungependa kupata machache kutoka kwenu. Mmejifunza kitu gani ama kipi cha utofauti ambacho mmekipata? Karibu mwenyekiti, au labda nikupe nafasi ya kupendekeza yupi ambaye aanze. Mimi ningependekeza Alexi. Alexi alipendekezwa na mwenyekiti, basi tusikie kutoka kwake. Karibu Alex. Asante. Mapendo. Mimi nimejifunza kuwa mazingira nimeona ni mazuri, ila japokuwa kuna baadhi ya vitu sijaviona kama mifugo huwa wanapendekeza sana parokiani iwepo, lakini pia sijaiona. Mazingira yenyewe niliyoyaona ni mazuri sana na nimefurahi sana. Amani na salama. Asante sana. Sasa swali la kwanza tayari, nataka swali la pili kabla sijaliuliza mwenyekiti, utapendekeza nani ajibu? Ngependekeza katibu msaidizi Odeta. Katibu msaidizi, swali ni kwamba kipi cha tofauti ambacho umekiona Mtakatifu Clara na Mtakatifu Padre Pio? Mapendo, cha utofauti nilichokiona kwenye upande wa groto, sisi tuna groto na nyie pia mnalo, la kwetu ni kubwa, leo ni dogo. Kingine ni eneo la kanisa, kwa kweli ni kubwa, ni nzuri, linavutia. Miradi mingi inaweza kufanyika kwa ajili ya kuendeleza utume wetu wa Katoliki. Hiko ndicho nimeona utofauti, na nyumba kubwa ya mababa nzuri, inavutia. Kwa kweli nimeenjoy kutembea. Mapendo. Naam, swali la tatu na la mwisho. Sasa mwenyekiti, utatoa upendeleo, ni nani alijibu hili? Tajibu mwenyewe. Basi kwa ujumla juu ya ziara nzima, sasa kuweza kusummarize yote, kwa upande wenu kama viwawa wa Mtakatifu Padre Pio, kipi ambacho mmejifunza kwa umoja na kipi ambacho mnaweza mkasema hiki mnaondoka nacho kuweza kwenda kukiendeleza kwa upande wa mazingira tu? Mapendo. Kwa upande wa mazingira ni kwamba kama wenzangu walivyozungumza, vijana wenzangu, mazingira ni mazuri, na kwa sisi kwetu, kwa eneo lenu na eneo letu la Mtakatifu Pio, parokia Mtakatifu Pio eneo letu sio kubwa, lakini kama itawezekana kwa namna nilivyofanya nyinyi Mtakatifu Clara, na sisi tunaweza tukaongea na Father na sisi tuweze kuongeza eneo pia. Tuweze kuongeza eneo, lakini pia unapokuwa na eneo kubwa unapata pia unapata mawazo ya kufungua miradi mbalimbali. Kwa kupitia eneo lenu sisi tumeona kuna mapungufu ya miradi. Kwa hiyo na sisi tunaenda kuongea na Father yetu Father Victor ongeza eneo, na pia yale tuliyaona mapungufu ya miradi huku, basi tukamwambia bwana Father ongeza eneo, na kuna miradi fulani 1 2 3 ikiwekwa pale itatusaidia katika kiuchumi na kukuza utume wetu. Asante. Asante sana kwa ushiriki wenu, lakini pia nimekonyezwa hapa kidogo, nikaambiwa nitoe swali moja la upendeleo, maana kuna kundi moja hivi lilipita likali linaelezewa kuhusu mti wa upendo, na kuna kaka mmoja alikuwa analiuliza sana swali kuhusu kwenye kipengele, na hisi yuko vizuri sana kwenye hiyo idara. Sasa atuelezee kwa uchache kipi amejifunza juu ya mti huo. Karibu. Ndio swali. Hiyo mti wa upendo. Nilikuwa nauliza sana kuhusu mambo ya mti wa upendo. Anaujua mwenyewe.